Tunaanza kwa kumuona Efe Mafuna yupo na bro wake Emmanuel, wanapiga stori na mchumba wake Ebiere anashuka ngazi, ila baada ya kumuona Emmanuel anagairi na kurudi alikotokea. Hebu simama hapo. Kwa hiyo unarudi juu baada ya kuniona mimi nipo hapa? Kwa hiyo ndio tabia yako, ukiona wageni unarudi huko juu, si ndio? Efe Mafuna anamtaka bro wake apunguze jazba, na Ebiere na Emmanuel ni kama paka na panya, kila mtu amkubali mwenzake. Sana sana Emmanuel alimshauri mdogo wake asianzishe mahusiano na Ebiere, anamuona ni mpigaji tu, ila Efe Mafuna ndo alikufa kaoza. Efe Mafuna akaingilia kati na akawaamuru waache kugombana na asiongee hivyo na mchumba wake. Emmanuel akaona kabisa dogo amechagua upande wa Ebiere na akamwacha yeye kaka yake, na akamwambia mambo akimwendea kombo asije akamtafuta, na akaondoka zake. Efe Mafuna anamuuliza Ebiere kwa nini ameongea naye namna ile kaka yake, si angejituliza kidogo tu? Ebiere sasa hivi anaonekana yeye ndio mkosaji, na Ebi anasema yule anamfanya kama ndio mshauri wake wa ndoa, wakati ndoa yake mwenyewe imemshinda. Hataki awe na mazoea kwenye mahusiano yao, kozi asijipandikiza sumu kwenye penzi lao. Efe Mafuna akamtaka tu Ebiere awe mpole, ila bibia hataki hata kusikia. Sasa karibu kutazama tambala lina The Man I Choose to Hurt. Ni kusii tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kazi zetu ili familia yetu endelee kuongezeka na kuwa kubwa zaidi. Sasa Ebiere anafanya kazi za catering na leo amepokea oda ya kuja kuhudumia kwenye kumbukumbu ya kifo cha baba yake Efe Mafuna. Sasa Ebiere alichelewa kuleta msosi kutokana na changamoto za usafiri, hivyo Emmanuel alimfokea sana Ebiere, hakumpata muda wa kujitetea. Ndio maana wanawake wanapaswa kubaki nyumbani kwa waume zao tu ili kuwahudumia. Bode akamwomba Emmanuel alijitulize tu, na Emmanuel akakubali baada ya kuambiwa na mwanaume mwenzake na kumshauri Bode siku nyingine amwambie sijui mfanyakazi wake sijui ni staff wake awe makini na kazi. Bode akamwambia huyu ni bosi wangu. Ima akachoka, inakuwaje dume zima linakubali kuongoza na mwanamke? Ebiere akachukia sana na kumpa amri Bode wachukue mizigo yao wasepe. Amegaili na watarudisha pesa zao, hawezi kuvumilia dharau namna hiyo. Ndipo Efe Mafuna akaja na kuuliza kinachoendelea hapo. Bibia akampangilia na kumwambia msimamo wake. Efe Mafuna akaomba radhi kwa tabia ya binamu yake Emmanuel. Ile Emmanuel hakutaka kuona Efe Mafuna anajishusha kwa mwanamke, ila mwisho wa siku Ebiere akakubali kutoa huduma baada ya Efe Mafuna kuomba sana msamaha. Sasa baada ya watu kutawanyika, Efe Mafuna anaongea na anko wake, ila macho yake yapo yanamtazama Ebiere tu, huku anayoambiwa na anko wake hayazingatii kabisa, na akaamua kuingia ndani. Na huku Ebiere na Bode wanampigia mtu wa usafiri aje kuwafuata, ila mpaka sasa hivi hajafika. Usiku umeingia, kule hajafika bado, na Ebiere akamwaga Bode anaenda kuomba kuboost simu yake kwenye chaji ili wamtafute mtu mwingine. Ebiere akamsogelea Efe Mafuna na kumwomba kuchaji simu yake, maana kule hadi sasa hivi hajafika, na mchizi akajitolea kumrudisha nyumbani kwake maana ni usiku huu. Ebiere akawa amekubali kupewa lifti. Mapema asubuhi mama anamwamsha binti yake Ebiere aamke, maana ni saa 3 sasa hivi hajaamka na kuna watu wametoa oda tayari ya kupelekewa msosi. Ebiere akasema amechoka sana, atawarudishia tu gharama zao tu, ila mama akamwambia sio kurudisha pesa zao, ila kuna kitu kinaitwa kujenga uaminifu kutoka kwenye brandi, hivyo akirudisha pesa atawaangusha na watu, huduma yake itakuwa vipi sasa? Hivyo aamke tu na akajiandae, maana mama yake tayari kampikia na kuandaa chakula, kilichobakia ni yeye kwenda kusambaza tu kwa wateja. Emmanuel anaongea na Efe Mafuna ni baada ya kupigwa tukio na mchumba wake, hivyo anasema ukimwona msichana ni mrembo, ila jua atakuja kukusaliti tu na kukutupia lawama zote kwako wewe. Emmanuel, tulia bana, ndio hawana shukrani na wamechukua upendo wako na kukurushia usoni. Usitaki tabia zake zikubadilishe kaka. Efe Mafuna, wewe si utaki kujifunza kutokana na makosa yangu mimi? Utajionea mwenyewe. Efe Mafuna alipata namba ya Ebiere na mida usiku wakaanza kuchatishana na wakawa wanapigana simu. Ebiere analalamika sana hawezi kumsamehe binamu yake kwa tabia zake. Efe Mafuna anataka ampotezee tu. Hapana, yeye na kupambana na mambo mengi sana. Ukiangalia na hata haya tunayopitia nchini kwetu yananitosha. Wewe jina langu Ebiere na sio Ebere. Nisamehe, nitajifunza kutamka jina lako vizuri. Na wakaahidiana kutoka auti. Mida usiku Ebiere anamsubiria Efe Mafuna, na alipofika mchizi akasema uchovu wa kazi, na bibia akamuuliza mbona amechelewa kufika, amemkalisha sana pale. Efe Mafuna akaanza kujitetea, mara njiani kulikuwa na foleni, sijui ajali ilitokea ndio maana nimechelewa.
Ebiere akacharuka sana na kusema, hivi wanaume mnawachukuliaje wanawake? Ni watu dhaifu sana mnawadanganya kwa uongo wenu wa kila siku. Na wao wanakubali. Afemafuna akashtuka kuona Ebiere amemaindi. Samahani, jina langu ni Ebiere na sio Ebere. Na unadhani nitaamini huo uongo wako? Ndio maana nilikataa kukutana na wewe tangu wiki 2 zilizopita. Leo nimekubali kuja, unasema kulikuwa na foleni wakati wote tunaishi Lagos. Au mwenzangu unaishi Lagos ya wapi? Na mtoko ukao umeishia hapo. Ebiere akaondoka zake, hataki uongo. Ebiere karudi nyumbani hadi mama anamshangaa mtoto wake kama hayupo sawa hivi, maana alivyotoka na alivyorudi ni tofauti. Afemafuna akamwita binamu yake na akamsimulia, maana kuna muda walikuwa wanacheka mara kabadilika. Emmanuel akamkumbusha kitu, kwa wanawake wote ni mashetani. Amesahau kwa Delila alikuwa anamchekea Samson, ila hao baadaye wanataka kukata kolomeo. Kaka, unaamini hivyo? Ndiyo, nina experience nayo mambo na ninauelewa pia. Afemafuna akasema, na tukio la jana akamuona ni mtu mwingine tena. Kaka, nishukuru mimi, maana amekuonesha tabia yake mbaya mapema sana. Ila Afemafuna akasema hawezi kumwacha kwa sababu hiyo. Afemafuna akamfuata Ebiere, ila sio simu wala message anazojibu. Anamtumia voice note kuomba msamaha kwa yote aliyotokea. Haikuwa dhamira yake na hakutaka kabisa kumuumiza. Hivyo anataka watoke tena out ili wazidi kufahamiana zaidi kama hatojali. Ebiere naye akamuomba msamaha pia, alikuwa ameafilika before hajakutana na yeye. Ndio maana akawa mkali vile. Hivyo yupo tayari wakutane tena hapo baadaye. Ebiere akakumbuka maneno ya Afemafuna kuwa atamfahamu taratibu. Akakumbuka tukio la zamani sana akiwa mdogo. Tukio la babake kumpiga mama yake mbele yake ndio limemharibu kisaikolojia yake hadi anawachukia sana wanaume. Ila anashangaa kwa Afemafuna anamuona ni mpole na anajali, asije baadaye akabadilika tu. Ebiere akapokea simu za tenda nyingi sana baada ya Afemafuna amemuunganisha na watu wake kuhusu huduma bora za Ebiere. Huku Emmanuel analalamika sana Afemafuna kwa kuendelea kumcheki Ebiere. Anakitafuta nini zaidi? Ila mchizi anasema ni upendo tu kwa Ebiere. Ima akamtolea mifano ya aina 3 za wanawake. Kuna wale huambii kitu kuhusu manabii au wanaume wenye pesa, wanajua wanafahamu kila kitu. Afemafuna akamwambia, umechanganyikiwa tu wewe. Sawa, usije ukaja kunililia na kuniambia sikukwambia. Usiku Ebiere akajileta mwenyewe machinjioni baada ya kusema amemkumbuka sana Afemafuna. Na mwisho wa siku mchizi akajiblesi bana. Na asubuhi alipoamka akamwandalia breakfast ya maana. Na Afemafuna akamwaga yeye anaenda chini. Ila Ebiere akamtaka asiondoke, aendelee kukaa naye hapa kitandani wote kwa pamoja. Ebiere ameandaa zake msosi, anamsubiria Kunle alete gari, ila mpaka sasa hajatokea. Anampa visingizio visivyo na maana kabisa. Akaamua kumcheki Afemafuna aje kumchukua na kumwaisha huko anakoenda. Na mida usiku mchizi ndio anamrudisha nyumbani. Na mama yake Ebiere yupo macho anamsubiria binti yake. Na alipofika tu akataka kujua alikuwa wapi muda wote huo. Na yule kijana aliyemshusha nje ndio yule aliyemleta ile siku. Ebiere akajitetea, si anaelewa kazi yake. Na yule kijana ndio yeye. Kuna shida yoyote mama? Akajinyamazia tu kimya. Kwa yuko bega kwa bega na binti yake. Sasa tunamuona Afemafuna yupo na bro wake Emmanuel. Wanapiga story. Na mchumba wake Ebiere anashuka ngazi, ila baada ya kumuona Emmanuel anagaili na kurudi alipotoka. Hebu simama hapo. Kwa hiyo unarudi juu baada ya kuniona mimi nipo hapa Kwa hiyo ndio tabia yako, ukiwaona wageni unarudi huko juu. Afemafuna anamtaka bro wake apunguze jazba. Na Ebiere na Emmanuel ni kama paka na panya. Kila mtu amkubali mwenzake. Sana sana Emmanuel alimshauri mdogo wake asianzishe mahusiano na Ebiere, anamuona ni mpigaji tu. Ila Afemafuna ndio alikufa na kaoza. Afemafuna akaingilia kati na kuamulia waache kugombana na asiongee hivyo na mchumba wake. Emmanuel akaona kabisa dogo wake amechagua upande wa Ebiere na kumwacha yeye mwenyewe. Na mambo yakija kumwendea kombo, asije akamfuata na akaondoka zake. Afemafuna anamuuliza Ebiere kwa nini ameongea naye vile kaka yake. Sengejituliza kidogo tu. Ebiere sasa hivi anaonekana yeye ndio mwenye makosa. Na Ebi anasema yule anamfanya kama mshauri wake wa ndoa, wakati ndoa yake mwenyewe imemshinda. Hataki awe na mazoea na mahusiano yao, kozi asije akapandikiza sumu kwenye penzi lao. Afemafuna akamtaka tu Ebiere awe mpole, ila bibia hataki kusikia. Sasa tumeshafahamu ugomvi wa Emmanuel na Ebiere chanzo chake ni ile siku ya kwanza walipokutana nyumbani kwa kina Afemafuna. Asubuhi Afemafuna anaamka na shangaa yuko peke yake, Ebiere hayupo. Akashuka hadi chini, anamkuta Ebiere anajiandaa, anamuuliza kama anaondoka au vipi kutokana na ugomvi wao wa jana yeye na Emmanuel. Na Ebiere akasema ndio,
Mchizi akaomba msamaha kama yeye ndio mwenye makosa, maana jana alishindwa kuchagua upande kati ya Emmanuel na yeye, kuzini watu wake anaowapenda sana, na bibia akasema ndio hivyo anaenda kwao. Mchizi akamtaka aweti kidogo, anaenda kubadilisha nguo na kumrudisha kwao, ila kumpeleka kwao aliamua kumtoa out Ebiere na kwenda kula naye bata huko. Ebiere kampangilia mama yake kuwa amepata mchumba, hivyo kesho anakuja kujitambulisha. Mama alifurahi sana, na kweli bana, Afemafuna amekuja, na mama akampokea vizuri, akahitaji kumfahamu vizuri yeye ni nani. Afemafuna akasema alisomea mambo ya filosofi ila hakubahatika kupata kazi, hivyo akawa dereva wa Uber tu. Alipambana na mwisho akanunua gari la kwanza na la pili, na mwisho akafungua kampuni ya usafirishaji. Mama akafurahi kuona kupata mkwe mpambanaji sana, na akamsimulia kuhusu Ebiere kuwa alianza kupenda kupika akiwa na miaka 7 tu. Kuna siku aliomba achiwe yeye apike msosi wa familia, akapika wali wakati hakuna hata mtu aliyemfundisha, ila alitia maji mengi sana kwenye mchele, akaja kutoa bokoboko, akacheka kinoma. Afemafuna anataka kumsapoti Ebiere ili kukuza kilia yake katika usambazaji wa chakula kwa kumpatia pesa, ila Ebiere akakataa. Kozi ana pesa zake sana anatunza, na anataka kwenda kuchukua mkopo ili apanue biashara yake, ila Afemafuna akasema anampa kama mchumba wake. Mchakalikaji kama hataki basi atampa kama mkopo bila riba, lakini akitoboa atamrudishia pesa zake, maana kama kumpa bure hataki. Mamake Ebiere akapewa umbea kuwa amekataa kupokea pesa za Afemafuna, kozi hataki madeni yeye. Mama akashangaa sana, maana kijana ni mtu mzuri sana, sio kama babake, hivyo apokee tu. Ni mwanaume mzuri, anamsaidia kipenzi chake, ila akili ya Ebiere inamuona kama Afemafuna ni kama babake tu, asije kumbadilikia baadaye huko. Ila mama akamtoa hofu na kumhakikishia yule sio kama babake, ajisikie huru kupokea zawadi kutoka kwake tu. Afemafuna akaandaa kasherehe kidogo tu ili amvishe pete mchumba wake kipenzi Ebiere, na akapiga goti kuomba ridhaa ya kumuoa, na watu wakapiga kelele Ebiere akubali, ila bibi akaweka kinywaji mezani na kuondoka, na akamwacha Afemafuna akiwa amepiga goti huku ameshika tu pete yake. Mama anamtaka binti yake afungue mlango aongee, na huku Afemafuna anampigia simu ila Ebiere haokoti. Palipokucha Emmanuel akaenda nyumbani kwa Ebiere na kumtolea uvivu. Unawezaje kumfanyia vile mtu mwema, mpole na mkalimu kama vile? Ameamini kuwa wanawake ni wabaya sana. Yaani Afemafuna kujitoa kwake kote ndiye amekuja kulipwa vile? Hakustahili hivyo. Anamtaka akae mbali naye kwenye maisha yake, asije akamuona tena. Ebiere baada ya kufanya check up anajikuta na ujauzito wa Afemafuna. Akachanganyikiwa sana na hakujua afanye nini. Akaenda hadi kwa Afemafuna na kumpangilia na mimba miezi 2, ila ameshaamua kuitoa, ila babake yeye yupo tayari kuwajibika ili kumlea mtoto, maana mama amesema hayupo tayari kulea na hakutaka mjadala. Akaondoka bila kupata mwafaka. Mama akaja kuongea na binti yake asimchukie Afemafuna kwa makosa yake yeye na baba yake, na hawezi kuona binti yake anampoteza mtu anayempenda hivi hivi kupitia ugomvi wake yeye na baba yake. Iwe funzo kwake yeye tu na sio kuamini wanaume wote wapo kama baba yake. Na Ebiere akamwambia mama yake anataka kutoa ujauzito wa Afemafuna, ila mama akakataa mtoto wake kufanya kitendo kibaya kama hiko, kwani Afemafuna ni mwanaume mwema tu na ana moyo mzuri, hastahili hayo. Mwishowe Ebiere akarudi kwa Afemafuna na kuomba msamaha na wakakumbatiana, na Emmanuel na Ebiere wakaweka tofauti zao pembeni na kuombana msamaha kwa kupeana mikono. Na mzigo unaisha kwa Afemafuna na Ebiere wamekubali kumlea mtoto wao kwa upendo na furaha. Hawataki mambo waliopitia wao kama wazazi yaje kumuathiri mtoto wao, na mama akawa yupo nyumbani hapo kuhakikisha anamsaidia mtoto wake kwenye wakati huo wa ujauzito. Na kufikia hapo sina la ziada, nimeumaliza mzigo. Mimi naitwa Majis Junior. Till next time, ciao.